Haleluya. Na mwingine anaweza akasimama wala asitamke maneno ya Biblia yoyote wala mstari wa Biblia wowote, lakini yule mtu kuanzia mwanzo mpaka mwisho vitu anavyozungumza vikawa ni neno la Mungu. Ndiyo maana ni muhimu kuanza kujua mtu akiwa anazungumza ni wakati gani ni yeye, ni wakati gani sio yeye. Ni muhimu sana. Kwa hiyo kwenye kuchanganya hivi vitu kwa pamoja, neno lile lililoandikwa, maarifa ambayo tunayo na kile ambacho tunatoa kwenye mawazo yetu, moyo wetu au kinywa chetu, ni pale ambapo sasa tutaweza kujua ubora wa neno la Mungu. Neno la Mungu linatakiwa liweje? Neno la Mungu linatakiwa liweje? Neno la Mungu linatakiwa libebe uzima, libebe afya, liwe na uwezo, liwe na nguvu, liwe na uhai ndani yake. Nasema maneno ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Ni roho tena ni uzima. Hiyo ndio hadhi ya neno la Mungu. Hiyo ndio hadhi ya neno la Mungu. Na ili tuweze kufika hapa, lazima kuna msukumo fulani, kuna kiu fulani, kuna shauku fulani ambayo inakuwa ndani yetu ya kuweza kupush hicho kitu, kuweza kuzungumza hicho kitu. Na tunapozungumza kinakuwa na matokeo. Yule anayetaka kuponywa anaponywa. Yule anayetaka kufarijika anafarijika. Yule anayetaka kubadilishwa anabadilishwa, kwa sababu ya hadhi ya neno la Mungu ambalo linatoka kwenye vinywa vyetu.